Kuna jambo kubwa ambalo tumelipata linaloendelea kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya matokeo ya mchezo wa jana wa ligi kuu NBC Premier League, Simba Sports Club wakikaribishwa na TRA United katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid hapo Arusha. Sasa baada ya kutamatika kwa mchezo huo, kuna taarifa kubwa ambayo inaandaliwa na management ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni taarifa gani hiyo? Basi nikusihi kwamba endelea kuwa pamoja nasi hapa ili tuweze kuiangazia taarifa hii mwanzo wa taarifa mpaka mwisho, ili uweze kujua ni nini ambacho kinaendelea kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kabla tujatazama taarifa hii, nikukaribishe kwa wakati mwingine, karibu hapa ili tuweze kuzichambua taarifa zote za kimichezo ambazo tumekuletea hapa. Lakini kubwa zaidi ambalo naweza nikakuomba wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia sasa hivi, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kulike na kucomment chochote mara baada ya taarifa hii, na niandikie unaitazama taarifa hii ukiwa wapi, lakini nini maoni yako juu ya kinachoendelea katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo sasa kumekuwa na moto mkubwa ambao unaendelea kufukuta. Klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wameshuka dimbani katika mchezo wa raundi ya 19 mchezo wa ligi kuu NBC Premier League wakikaribishwa na TRA United, mchezo ambao ulitajwa mwanzo kuchezwa Oktoba 29 mwaka jana, na mchezo huo ukashindwa kufanyika kutokana na sababu za kiusalama, lakini pia mchezo ukapangiwa tarehe nyingine hapo hapo Arusha na ukashindwa kufanyika kutokana na mvua kubwa ambayo ilinyesha siku ya mchezo. Sasa siku ya tarehe 9 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 ikatosha kuwa kwamba hiyo itakuwa ni siku rasmi katika mchezo huo ambao mwanzo ulikuwa unahilishwa. Mchezo huo ukafanyika na matokeo ya moja kwa moja ya kutoshana nguvu na kutoa suluhu ya bila kufungana katika timu zote mbili, TRA wakiondoka na alama moja, lakini pia Simba Sports Club wakiondoka na alama moja. Na suluhu hiyo ambayo sasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba ni kama imeleta moto mkubwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Yapo mengi yanayozungumziwa juu ya klabu hiyo na juu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, hasa wachezaji na ambao wanakosa ubunifu katika eneo la ushambuliaji, hasa Suleiman Mwalimu, mshambuliaji wa kikosi hiko cha Simba Sports Club, lakini pia kuachwa kwa taarifa zinazoendelea kusambaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na kuachwa kwa aliyekuwa nyota wa klabu hiyo na mshambuliaji wa klabu hiyo Jonathan Soa, ambaye kwa taarifa ambazo zimetufikia kutoka kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu ya Simba Sports Club zinasema kwamba kwa makubaliano ya pande zote mbili wote wameleta barua ya kuvunja mkataba. Kwa maana ya mchezaji Jonathan Soa amekubali kuvunja mkataba, lakini pia Simba Sports Club wamekubali kuvunja mkataba kutokana na sababu za kinidhamu ambazo zinatajwa kuwa kwamba ndo chanzo cha mchezaji pamoja na klabu kushindwa kuelewana kuendelea na majukumu yake katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo kwa tamati hiyo inaonyesha kwamba mkataba wa Jonathan Soa ndani ya kuendelea katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba hautakuwepo tena, na Jonathan Soa tayari anaendelea na maisha yake, kwamba Simba wameshabariki aondoke, lakini pia yeye mwenyewe mchezaji amesha kubali kuondoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Kwa mantiki hiyo, eneo la ushambuliaji linakosa ubunifu zaidi kwa sababu ya kuwepo kwa mshambuliaji mmoja Suleiman Mwalimu ambaye ameonekana akiwa butu katika eneo hilo, akionekana kwamba hafanyi majukumu yake ambayo pengine mashabiki na uongozi wa klabu ya Simba na technical bench kwa ujumla waliamini kwamba Suleiman Mwalimu ataweza kuipa chochote ambacho Simba inahitaji katika eneo la ushambuliaji, licha ya kwamba katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba Suleiman Mwalimu ndiye top scorer akiwa na magoli 6 na akiwa na asisti zake 3 katika ligi kuu Tanzania bara. Inatosha kuwa kwamba ilitosha kuaminiwa na kupewa nafasi zaidi katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Mchezo wa jana dhidi ya TRA unajumuisha michezo mitatu ambayo imetamatika bila kupata bao lolote kwa michezo ya hivi karibuni mitatu kwa upande wa mshambuliaji Suleiman Mwalimu, kitu ambacho sasa kimeanza
kuwashtua mashabiki na wanachama wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni kwa nini wamemwacha Soa alafu Suleiman Mwalimu haonyeshi kile ambacho wanakitaka wao katika eneo hilo la ushambuliaji. Mara baada sasa ya kutamatika kwa game hiyo, tumeona mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wakilalamika sana na wakiulalamikia uongozi juu ya kinachoendelea katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi. Wanashindwa kuelewa kwamba ni nini ambacho kinafanya mpaka klabu ipitie hayo ambayo inapitia. Kuliwa shabiki moja wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Dr. Mo, akizungumzia kwamba wangeweza kuachana hata na kesi ya Damaro, waongeze nguvu katika klabu yao na katika kikosi chao ili kiweze kupata nguvu na kiweze kupata matokeo ili kuendelea kuwepo katika mbio za kupigania ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League. Mpaka sasa Wekundu wa Msimbazi Simba ana pointi 36 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, akisalia kuwa nafasi ya pili akiwa amecheza michezo 17, akiwa amebakisha mchezo mmoja ili kufikia idadi ya michezo aliyocheza mpinzani wake kwa maana ya Young Africans. Game inayofuata ni kwa upande wa CRDB Bank Federation, ambapo Simba Sports Club atashuka dimbani kuwavaa Dodoma Jiji katika mchezo huo ambao unafuata sasa, ambao itakuwa ni hatua ya mtoano. Endapo kama atakubali kipigo katika mchezo huo, atakuwa ametolewa rasmi katika mbio za kupigania ubingwa wa CRDB Bank Federation. Lakini pia kwa upande wao sasa Simba Sports Club wanasema huo ndo umebaki mchezo wao ambao wanauangalia kwa macho mawili na wamejiandaa kwa nguvu zote na kwa akili zote kuhakikisha kwamba wanapata matokeo katika mchezo huo ili kuendelea kuzipigania hatua za kwenda kuwa bingwa wa CRDB Bank Federation, kwa sababu katika ligi kuu wanaona sasa mambo yameshakuwa magumu na maji yamezidi unga. Pointi 5 mbele ya mpinzani wao Young Africans. Kama wataweza kumfunga katika mechi ya dabi, labda watakuwa wamepunguza gap, lakini huwezi ukapiga hesabu za kumfunga mpinzani wako wakati wewe mwenyewe haupati matokeo mazuri. Kwa hiyo inatakiwa kwanza wewe upate matokeo mazuri, alafu ndo uweze kumhesabia mpinzani wako juu ya mechi zake. Bana, hebu dondosha comment yako hapo katika comment section hapo, tuandikie kwamba ni nini unachokiona katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, nini kifanyike ili kuweza kujinasua katika huu mtego waliopo sasa hivi.